Hii ni nafasi yetu ya dhahabu. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo vinatuzuia tusiweze kuifikia hiyo uongofu. Ndio unaona mara 17 katika swala za faradhi tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuongoze katika njia iliyonyooka. Tunamwambia Mwenyezi Mungu, ihdina siratal mustaqim, Mola wetu tuongoze katika njia iliyonyooka. Na hii njia iliyonyooka wanakubaliana wanazuoni haipatikani ila ndani ya Qur'an na sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanazuoni wametafsiri hidayah, uongofu, tafsiri mbili. Wakasema kwamba kuna alhidayatu alirshad, ad-dilalatu walirshad, walhidayatu at-tawfiq walqulub. Kuna uongofu ya mtu kumuongoza mtu katika njia iliyonyooka, ama mtu kuijua ile njia iliyonyooka, yani mtu kujua hii ndo njia ya sawa. Hiyo ni aina ya uongofu. Leo Waislamu wangapi wamesoma dini na mpaka leo hawajaijua njia ya sawa ni gani? Mpaka leo. Alafu kuifuata hiyo njia yenyewe baada ya kuijua. Ukishajua kwamba hii ndo Qur'an, hii ndo sheria, hii ndo sunna, hii ndo haki, kuifuata sasa hiyo njia yataka taufiki ya Mwenyezi Mungu. Wangapi leo ambao wanaijua haki na mpaka leo wameshindwa kuifuata haki yenyewe, wameshindwa kusimama na haki yenyewe? Sasa hii maudhui ni maudhui refu sana. Wanazuoni wamezitaja hizi vizuizi, ziko zaidi, ziko nyingi sana, kama alivyotaja Imam Ibn Kathir kwenye kitabu chake Al-Bidaya wa Nihaya, na kama vile vile alivyotaja Imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi kwenye kitabu chake Ad-Da'u wad-Dawa liman sa'ala an dawa'i shafi. Wameeleza nyingi hizi vizuizi ambavyo vinamzuia Muislamu asiweze kuongoka, na vinahatarisha mpaka uhusiano wake na Mungu wake, na vinahatarisha mpaka pepo yako, na labda we hujui, we unaenda tu. Kizuizi cha kwanza ambaye inakuzuia wewe na mimi tusiweze kuongoka ni al-kibru, ni kibri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoelezea nini maana ya kibri, akasema al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kibri ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Kuikataa haki maana yake anaambiwa hii ndo sheria ya Mungu, anaikataa. Anaambiwa hii ndo sunna za Bwana Mtume, anaikataa. Anaambiwa kwamba hii ndo haki, anaikataa. Kuikataa haki ni miongoni mwa aina za kibri. Wa ghamtun nas, na kibri vile vile ni kuwadharau watu. Anawaona watu wote hawa wamepotea, yeye ndo ambaye ameongoka, watu wote hawa hawajui kitu. Anawadharau imma kwa sababu ya kabila yake, imma kwa sababu ya rangi yake, au kwa sababu ya cheo chake kazini, au kwa sababu ya utajiri wake. Anaona watu wote hawa ni watu wajinga tu. Unajua hili dhambi la kibri ni katika madhambi makubwa ambayo itawapeleka Waislamu wengi motoni. Na hii dhambi ya kibri imebeba madhambi mengine mabaya ndani yake. Ni dhambi kubwa ambayo imebeba madhambi mengine makubwa ndani yake. Imebeba dhambi ya kujiona, al-ujub, i'jabu al-mar'i bi nafsihi. Anajiona kwamba yeye ndo bora, watu wengine wote hawa ni nyasi tu, yeye ndo mti. Wanajua nini hawa watu? Imebeba dhambi hili, dhambi la kibri, ya mtu kujionesha mbele ya watu. Hafanyi jambo ila kujionesha, ria. Hata akimsaidia mtu ulimwengu mzima itajua. Imebeba dhambi ya mtu kupenda sana kusifiwa mbele ya watu, anapenda sana kutajwa, anapenda sana kusifiwa mambo aliyofanya. Ndio unaona hili dhambi la kibri itawapeleka Waislamu wengi sana motoni. Mtume sallallahu anasema sallallahu alayhi wasallam, la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqala dharra min kibr. Hatoingia peponi mtu yoyote ambaye ana chembe cha kibri kwenye kifua chake. Chembe Waingereza wanaitafsiri, wanasema ni atom. Atom ni kitu ambacho huwezi kuiona kwa macho ya kawaida mpaka utumie microscope. Namna ilivyokuwa ndogo ndio uweze kuiona.
Sasa ukiwa na kibri kwenye kifua chako ndogo kiasi ambacho haionekani ila kwa microscope kwenye kifua chako, Mtume anasema huwezi kuingia peponi, hauwezi kuonja harufu ya pepo. Na ndio unaona hii kibri imebeba alama nyingi: mtu kupenda kujiona, mtu kupenda kusifiwa, mtu kutaka kujionyesha kila wakati, mtu anapenda sana kuwadharau watu. Hii ni katika alama ya kibri. Wanasema miongoni mwa alama ya kibri ni mtu anapotoa rai kuwashauri watu, hakubali ushauri wa watu. Yeye akishatoa rai yake anataka watu wachukue, wakipenda wasipende, wameridhia wakuridhia, yeye ndo rai yake ndo final manake. Katika alama za kibri ni mtu anapenda sana yeye hawatolei watu salamu. Hii ni katika alama ya kibri. Yeye ndo anataka kuwatolea, anataka atolewe yeye salamu, hasatan watu ambaye wana vyeo vyao, ni watu ambaye Mungu amewapa utajiri. Anasema jamani, mimi nitawatoleaje salamu hawa? Wao ndo ambao wanafaa kunitolea mimi. Kumbe hajui bwana. Ndio unaona wewe kama Muislamu unapoona hii maradhi ya kibri imeanza kuingia ndani ya moyo wako, unaanza kuwadharau watu, unaanza kujionaona wewe ndo bora kuliko watu wote, unapenda sana kusifiwa, utaki kuwatolea watu salamu, basi yafanye baadhi ya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, nenda ukamsomee Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndo alikuwa kiumbe bora katika dunia hii, khairu khalqillah. Hakuna kiumbe aliyokuwa bora katika hii dunia kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakini alikuwa ni mtu mutawadhi, alikuwa ni mtu mnyenyekevu, anacheka na watu, anaingiliana na watu, anawasalimia watu, anabashasha na watu, anakaa katikati ya mafukara. Mtume alikuwa akipenda sana kukaa katikati ya masakini. Hata maswahaba wakamuuliza Mtume, ya Rasulullah, tunakuona kila mara unapenda kukaa katikati hawa watu walalahoi hawa. Mtume anawajibu, anasema, vipi nitajua hali zao mbaya ikiwa sikusikia harufu yao mbaya? Mtume alikuwa anampa mtu mkono, Mtume haitoi hiyo mkono mpaka huyo mtu aitoe. Huyu ndo khairu khalqillah, kiumbe bora. Wewe hata ukiwa tajiri katika hii dunia, mali yote ya dunia unayo wewe, hauwezi kumfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wewe leo ukiwa ni mtu una cheo kubwa sana hapa duniani, pamoja na cheo yako ulichonacho, hauwezi kuwa bora kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo nenda ukamsomee Mtume, huyu ndo kiumbe bora. Alafu ya pili, nenda ukawasomee maswahaba ridwanullah alaihim, upate kujua hawa watu walikuwa ni watu aina gani. Hawa maswahaba ambaye walikuwa wanatembea katika ardhi hii wakiwa hai na wameshabashiriwa pepo. Huyu ni mtu wa peponi huyu. Mtume anasema Abu Bakar fil janna, wa Umar fil janna, wa Uthman fil janna, wa Talha fil janna, wa Ali fil janna, wa Sa'd fil janna, wa Sa'id fil janna. Hawa ni watu wa peponi, wanatembea katika ardhi. Lakini hakuna siku wamewahi kumdharau mtu, wala wakajiona kwamba bana, mimi nishaingia peponi alhamdulillah, watu wengine wote ni nyasi tu. Hawajawahi kumdharau mtu. Kwa hivyo nenda ukawasomea hawa masahaba ni watu aina gani, ndio utapata kujua wewe ni kitu gani wewe. Kisha la tatu, ukiona kibri imeanza kuingia kwenye kifua chako, unaanza kuwadharau watu kwa sababu labda ya rangi yako, labda ya kabila yako, labda ya